Mpenzi mtazamaji wa channel ya Viwawa Dodoma Makulu, bado tuko katika viwanja vya parokia Nzuguni ambapo kulikuwa na michezo mbalimbali ikiendelea ikiwemo mpira wa miguu pamoja na mpira wa pete. Hapa mara baada ya mchezo wa mpira wa miguu uliohusisha Viwawa, tupo na captain wa timu ya Dodoma Makulu ambao kimsingi wamepoteza mchezo wa leo. Tupo naye hapa aweze kuzungumza machache. Captain, pole sana. Nashukuru sana. Hongera pia kwa mchezo. Nashukuru sana. Unaweza kuzungumziaje mchezo wa leo hasa mara baada ya matokeo dakika 90 baada ya nyinyi kupoteza kwa mabao 3-0? Hali yote nipenze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Of course umekuwa ni mchezo mzuri ambao haujawa upande wetu. Changamoto kubwa inajulikana na inafahamika kama Makole ni parokia ambayo inaizaa parokia ya Dodoma Makulu. Kwa hiyo kuna uhasama mkubwa ambao upo kati yetu, lakini imekuwa kama ni dabi. Wenzangu walipokea kama dabi kubwa, walichukua serious sana, ikawapa attention, ikawafanya wakashindwa kuperform kama ambavyo walikuwa wanatarajia. Shida ilikuwa ni nini hasa mpaka watu wakapata tension kiasi hicho? Na mlijua kabisa kwamba ni dabi, mlikosa watu wa kuweza kuzungumza na wachezaji, saikolojia kuandaa kwa ajili ya dabi, au shida ilikuwa ni nini ili mara nyingine basi muweze kuweka hilo jambo sawa? Siku zote mchezo unaanza katika akili. Ni kweli nitakiri kabisa kwamba akili ya wachezaji wenzangu waliitambua kama ni dabi na wakaishinda kuichambua katika kuperform katika mchezo. Badala yake waliweka akilini ikakaa sana, ikawa na tension kubwa katika miili yao, ikawafanya wakashindwa kufanya maamuzi sahihi katika muda sahihi. Badala yake tulikuwa kama tunapoteza kwa magoli 3-0. Tukirudi kwenye dakika 90 zenyewe, kuna nyakati tuliona kuna maamuzi ambayo kimsingi yalikuwa yanaleta changamoto hasa kwa wachezaji wako, wakawa na react sana. Naweza mkazungumziaje wewe kama kapteni kile kilichoonyeshwa na referee wa leo? Mimi nikasema wazi kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, na tunaona katika ngazi kubwa makosa ya referee hapo sana. Alichokifanya refa hapa sio kigeni na sio kitu cha kwanza katika macho yetu. Referee wanafanya makosa mengi, hata kama wameongwa, hata kama wamefanya nini, lakini awali ya yote mpira inabidi uchezwe uwanjani. Kwa kitu cha makosa ya referee ndio hata kitu kimefanya kimewatoa wachezaji wangu mapema kabisa katika mchezo. Walikuwa wakitaka kuongea na refa muda mwingi, wakitaka kubishana naye na kushindwa kufanya majukumu yao ya msingi ya kuyafanya uwanjani. Swala referee kweli alikuwa na makosa ambayo sasa tukaita makosa ya kibinadamu kama wanavyoita siku zote, ambayo kweli yanaweza kuwa sababu ya sisi kupoteza, lakini pia tungeweza kufanya kitu zaidi ya haya. Sawa, ukitazama mechi mlianza kwa intensity kubwa kidogo, lakini baada ya dakika kama 15 ilionekana kama mmepoa sana. Shida ilikuwa ni nakata upepo au kuna baadhi ya watu kidogo walienda nje ya maelekezo ya mwalimu? Inaweza kuwa ni sababu. Niseme wazi kama tumecheza na wachezaji ambao wanafanya mazoezi ya kwa pamoja. Sisi timu yetu kweli tuna wachezaji wazuri, lakini tunakutana katika mashindano kama hivi. Kwa hiyo wengi walianza kwa nguvu na wale majamaa kwa uzoefu wao waliacha sisi tucheze mwanzo. Ndio maana mwanzo tulionekana kama tuna intensity kubwa, ila baadaye sasa wao kwa uzoefu wao na kwa kujuana walijua inabidi wafanye nini kutupa sisi changamoto ya kuweza kumiliki. Na kweli baada ya hao kwa wanacheza, watu wakatoka mchezoni wakawa wana panic, wakawa wanataka kushindana nao kwa nguvu, lakini kweli inaonekana kabisa kwamba wao wana mazoezi ya pamoja, lakini sisi mazoezi ya binafsi ambayo hatuna uhakika nayo. Mtu anafanya mazoezi binafsi lakini hatujui kama ni kweli anafanya au hafanyi. Tunakutana tu kwenye timu kama hivi kwa ajili ya mashindano. Kama wachezaji ndani ya dakika 90 za uwanja, kuna kadi nyekundu ilijitokeza. Ni kwa namna gani iliathiri pengine utendaji kazi wenu ndani ya kiwanja ambapo kuelekea concede mabao mawili baada ya kadi nyekundu ile kutokea? Ilituathiri sana kwa sababu baada ya kupata kadi ile ambaye alikuwa ni mchezaji wa katikati kiungo namba 6, ilitupasa tufanye mabadiliko kadhaa ya kimchezo. Aliingia mtu ambaye inawezekana hakuwa tayari kuface mchezo na alitoka mtu ambaye pia hakuwa tayari kuface mchezo. Kwa tayari iliharibu mpango wa mwalimu. Ikabidi afanyike mabadiliko ambayo hayakuwa hajapangwa. Kwa hiyo kimchezo na kimaandalizi ya mchezo ilitudhuru sana. Ndio ikatokea pale kuacha magepu katika maeneo kadhaa, tukakonsidi magoli mawili kwa haraka na kuwa mchezo. Sawa, unawaambia nini sasa mashabiki wa timu za Dodoma kwa maana wana parokia wa Dodoma Makulu kuelekea kwenye michezo inayokuja, kwa sababu ninaamini leo ni mchezo wa pili na michezo ipo mingi, naamini bado mna nafasi ya kurudi na kuweza kufanya vizuri zaidi. Unawaambia nini wewe kama kapteni wa timu? Mimi ni watoe hofu kwanza kwa mashabiki na wapenzi wa timu ya mpira wa Dodoma Makulu. Inafahamika kabisa kwamba timu yetu katika mashindano miaka yote hatujawahi kuwa wanyonge na dhaifu kama kwa wanategemea. Hii imekuwa ni mechi tu na ni sehemu ya mchezo kupoteza, lakini bado hii mashindano yapo katika hatua ya mzunguko. Tunaamini tutafanya vizuri katika michezo ijayo. Kama tuliweza kushinda katika mchezo uliopita, basi mchezo pia inayokuja tutapata ushindi na kujiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kuwa mabingwa wa mashindano kama ilivyozoeleka katika miaka yote. Hongera sana na kila la heri. Nashukuru sana.